Pumbavu. Nini unafanya hiki? Malaika na kuita. Wewe mbona unapokea simu? Uko wapi? Tafadhali fanya haraka, acha unachokifanya. Uje nyumbani kwangu hapa chapu na gari yako. Ndio umekuja vidonge, fanya haraka njoo sasa hivi. Makoto. Twende ukale. Malaika yupo? Malaika yupo. Kasema twende kwanza kule chakula kisha nakufuata. Kweli? Ndio. Twende. Wewe mama. Tulia. Nini sasa msaki? Karibu. Hebu subiri. Wapenda nao hao. Uy! Ninakufunga baby, ninakufunga. La pili hilo. Shem, mambo. Nakufunga sasa. Tulie. Ngoja. Chombe umekuja eh? Baby, usinifunge. Ngoja. Nani chaombea? Nifunga Wewe unataka kusema ujijue kwamba ni chaombea, si ndio? Wewe si chaombea wewe. Shem, umeanza kunivunjia heshima sasa. Heshima? Hivi heshima unaijua kweli wewe? Laiti kama ungekuwa na heshima, ungekwenda kutoa siri za rafiki yako kipenzi kabisa. Tena mbaya zaidi kwa mwanaume wake mtarajiwa. Hai. Kwa hiyo Shem, yale yote nilokuambia nimeshamfikishia Sonia. Si ndo maana yake? Hai. Labda tu nikuulize kitu kimoja. Umefuata nini nyumbani kwangu? Sonia rafiki yangu. Una shida gani? Nakuuliza kwa mara ya mwisho. Nyumbani kwangu umefuata nini? Nilikuwa napita zangu nikaona nije wasalimie. Kuna tatizo? Oh. Asante. Unaweza ukaenda. Toka. Alafu baby, unajua kuna kitu kinanishangaza. Kama akaweza kutoa siri za rafiki yake mimi za ndani kabisa ambaye haruhusiwi mtu yote kujua zaidi yake, basi huyu atakuwa na rekodi wagonjwa, anaenda kuwatangaza mtaani. Fulani ana ukimwi, yule ana gono, huyu ana UTI, huyu ni afai, ni muuaji kiufupi. Naomba uondoke. Mimi nataka huyu mpuzi atambue kweli kuhusiana na hiyo mimba. Hii mimba ni ya kwangu mimi. Lakini mke wangu alikuja kukwambia wewe kwa sababu alitaka akupime, ajue kwamba wewe ni rafiki wa kweli au ni rafiki mnafiki. Lakini imegundulika tayari bayana kwamba wewe ni rafiki mnafiki. Alafu ukupaswa wewe kuleta taarifa za umbea ambazo ulipanga na rafiki yako muifanye kuwa kama siri. Yaani kwa kipaji alichonacho cha udaktari, lakini pia ana kipaji cha umbea mjini. Oya, wewe usione tunacheka. Toka, ondoka. Let's go mama. Au nikufungulie mbwa? Ha? Baby. Mimi nacheka na machungu lakini yani kanitoa out of mood. Tuko tuna furaha zetu hapa tunacheza game. Yani nimejisikia vibaya sana. Yani kuanzia leo sitaki kuwa na marafiki wanafiki kama yule. Hilo ndo la msingi, lakini mpumbavu kama yule asikutoe mood mpenzi wangu. Tu enjoy maisha yetu, tucheze game. Mimi nimeshakuwa out of mood, siwezi tena kucheza game. Kwa hiyo baby, unataka kuniambia unataka nini? Lazima TV tuende chumbani. Tuende chumbani.
Sawa basi twende ukapumzike kidogo alafu baadaye tunaenda gym sasa. Kweli. Tukapashe viungo kidogo. Moyo wangu ulishtuka nilipopata taarifa kwa umepata ajali. Kukuona tena hivyo ni faraja kwangu. Pole sana Dr. Bulengo. Asante sana Naifat, nashukuru. Sawa. Mimi nilikuja kukuona, naomba nikuache. Haina shida Naifat. Nashukuru kwa kuja kuniona. Kuhusu mimi naomba usijali, nitakuwa sawa tu. Lakini pia nakuomba usisononeke sana kutokana na hali ya mama alionayo. Atakaa sawa tu. Sawa Naifat. Natamani kusadiki unachokisema dokta. Lakini kila uchao afadhali ya jana. Sijui hata nitafanyaje. Maana hata wewe nilokutegemea upo unapambania afya yako. Unadhani nitakuwa kwenye hali gani? Mzigo wote unanielemea. Pole sana Naifat. Haya yote yatapita. Unajua kipimo kizuri cha akili ni kuzivumilia nyakati ngumu kama hizi. Lakini pia kumbuka, hakuna maumivu yasiyokuwa na mwisho. Haya yote yatakwisha tu. Yaani Naifat yule ambao alikuwa anamfanya ni utoto. Sasa anataka kujua bila sababu. Yaani ukimuuliza hana sababu yote ya msingi, anataka kujua. Hata hii maana yake nini sasa? Nimemkuta bibi analia tu elewe. Mimi ndo nikaingia ndani nikamshika. Nimempiga kwa sababu mimi kananiletea ujinga. Unataka kujua ili uweje sasa? Fresh. Yaani anazingua. Tuna issue ya mama afu anataka kufanya watoto ndo nini sasa? Poa Amida. Okay. Nimekuelewa. Lakini sidhani kama tutawezana Malebo. Sijaelewa kivipi yani? Kwa sababu mimi sipendi yani mwanaume anisingesinge, yani hanitawale. Bwana. Mimi sikuchukua wewe kwa ajili ya kukutawala. Naelewa sijui. Mimi nakuchukua wewe shule tufanye maisha na kupenda. Kwa hiyo unamaanisha una dhumuni la dhati ya kuhitaji kunioa mimi? Haswa. Hiyo ndio dhamira yangu. Sawa. Basi acha mimi niende. Tutaliongelea hili wakati mwingine. Yaani unaondokaje ukwenda ukati tujamalizana show? Unanepa sawa hiyo? Kwani unataka nini? Yaani si unataka nini? Yaani kumbuka tumepita restaurant tumekula chips, umeelewa, umetumia hela zangu. Sasa hapa lazima uzitumikie. Basi muda mwingine. Leo siko sawa. Haupo sawa kwa maana gani? Lakini ni muda mchache tu hapo umepita. Umetoka kuniambia una future na mimi. Sasa kwa nini una haraka kutumia mwili wangu? Unajua nyinyi mnakuwa mnajanja. Yaani hapa siku tunikupa kwepa hapa ili tu uondoke. Sasa mimi nataka nithibitishe kama kweli Simba anacheza. Una akili gani wewe Malebo? Mimi ni msichana na ninapokuambia nitakiwa unielewe. Hem, niachie ujinga wako hapa. Angel, maisha ni kukubali. Nakubali kuwa umeshafeli. Anza upya na kutafuta namna nzuri ya kuweza kuzuia yale yote yaliyokufelisha yasijirudie tena. Maamuzi ya kujiua sio suluhisho la matatizo. Hiyo ni sawasawa na kukiri udhaifu ya kwamba umeshindwa kukabiliana na changamoto. Watu wengi wana matatizo mengi kukushinda wewe, lakini wanapambana kusurvive. Usirudie tena kufanya hivyo. Umenielewa? Sawa, nimekuelewa. Lakini nahisi sitakuwa na furaha
baada ya watu kugundua kuwa mimi ni mwasilika, na ndio maana niliamua kufanya hivi. Angel, kuna wewe, kuna mimi, na kuna mimi na wewe, na pia kuna wao. Wewe jukumu lako ni kuhakikisha unatengeneza furaha yetu na kuto kuruhusu wao waivunje furaha hiyo, na mimi nitahakikisha nalifanya hilo. Naomba nielekeze kijijini kwenu, nimtume mshenga kwa ajili ya hatua za awali. Pole Makoti, haukuwa sawa kiakili tangu nilipokugonga. Asante sana. Alafu kumbukumbu zangu za mwisho nakumbuka nilimwona malaika. Vipi, kwani hakuna nilipopata ajali? Sizani. Maana mimi nilikusaidia kwa hapa kupeleka hospitali baada ya kupoteza fahamu. Makoti, nakupenda. Shua mtoto fundi, unajua sana mapenzi. Yaani unajua umenipa mizunguko fulani paketu. Kweli nimeridhika. Nisikilize nikwambie. Naomba unirequestie niondoke. Nikurequestie? Wakati unakuja nimerequest. Ni sababu tena nirequest? Sio kweli. Hivi unajisikia unachokiongea? Kwa nini unategemea mimi hapa naondokaje? Sio bwana. Dada zipo baba, mimi na 500 tutapana dada, unafika Sinza. Sawa. Hiyo 500 yako wewe baki nayo. Nirequestie, nitaondoka mimi kwa pesa yangu. Sawa. Basi nikusindikize. Haraka. Marebo. Hivi kwa uko serious? Jamani. Sio msemo analipia. Yini mijitu mingine si ipoje. Halafu ndo anioe mimi. Oh, Dr. Mary. Mambo doctor. Yule ni shemeji yangu, alikuwa anatembea na rafiki yangu mmoja.
Sonia. Uko mnamo hapa. Alibaba ex-wangu, achana naye. Ana vituko tu. Tulikuwa mimi na shemeji yako kwa ajili ya mazoezi. Sikujua ni nani aliingia kwenye gari na kuiba dokumenti za ofisi na pesa. Hivyo ofisi imenisimamisha kazi na kunyang'anya nyumba na gari mpaka pale dokumenti na pesa vitapatikana. Na ndio maana mimi sipendi kabisa kuajiliwa. Ila ondoa shaka kuhusu hilo. Kuanzia sasa hivi utakuja kuishi kwangu kwa kipindi chote ambacho tunatafuta ufumbuzi wa swala lako, na nitakuwa pamoja na wewe muda wote ambao utakaopata matatizo. Na vipi kuhusu shemeji yako? Maana hana pa kwenda. Unajua wewe ni mdogo wangu wa kipekee kabisa, na siku zote sipendi kuona ukiwa na shida. Natamani muda wote uwe una furaha. Hivyo njoo naye tu, mtaishi pale kwangu kwa muda. Soon nitawapangishia nyumba yenu na mtaenda kuishi huko. Anyway, basi mimi nafikiri tusipoteze muda. Tunaweza tukaondoka sasa hivi tukaenda nyumbani kwako kwa ajili ya kuchukua vitu baadhi na kuvipeleka nyumbani kwangu. Sawa. Jamani, karibu. Pole sana. Shemeji, karibu sana. Asante. Hapa ni nyumbani. Jisikie uko huru. Asante sana shemeji. Baby. Nakuja. Hebu njoo bwana, wageni wameshafika huko. Na mimi niko naishi na mke wangu, tunapendana sana. Nakuita malaika, ora kuita malaika, nakuita malaika, ora kuita.